Kitabu cha Mhubiri mlango 4 kuanzia mstari wa kwanza. Amen. Mhubiri sura ya 4 mstari wa kwanza. Nasema, kisha nikarudi na kuona madhalimu yote yanayotendeka chini ya jua, na tazama machozi yao waliodhulumiwa, ambao walikuwa hawana mfariji, na upande wa wale waliowadhulumu walikuwa na uwezo, lakini wale walikuwa hawana mfariji. Amen. Mstari wa pili. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya maneno haya, wacha yakawe baraka kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Mstari wa pili. Nasema, kwa hiyo nikawasifu wafu waliokwisha kufa kuliko wenye uhai walio hai bado. Maneno ya Mungu na mistari hii ni mistari ambayo Sulemani, kitabu cha Mhubiri ni kitabu kilichoandikwa na Sulemani, na ukikisoma kitabu cha Mhubiri kinaongelea uhalisia wa maisha ya hapa duniani, uhalisia wa maisha ya kila siku, uhalisia wa kila kitu kinachoendelea. Ukisoma kitabu cha Mithali ambacho nacho kimeandikwa na Sulemani, kitabu cha Mithali anaongea habari za hekima na maisha na jinsi ya kuishi hapa duniani. Kwa hiyo Mithali ni hekima za Sulemani za jinsi ya kuishi hapa chini. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kitabu cha Mhubiri bado kimeandikwa na huyo Sulemani, lakini anaongelea uhalisia wa maisha ya hapa chini. Bwana asifiwe. Amen. Ile mistari anaongea habari ya watu waliodhulumiwa, habari ya watu walioonewa, habari ya watu walioteswa, habari ya watu walionyang'anywa. Na mstari wa pili anasema, kwa hiyo nikawasifu wafu waliokwisha kufa kuliko wenye uhai walio hai bado. Yani Sulemani anawasifu watu ambao tayari wamesha kufa. Na nini kinasababisha awasifu watu ambao wamesha kufa kuliko watu walio hai? Kwa maana sisi tulio hai tunajionaga tukiwa wa maana sana, tunajionaga tukiwa thamani, tunajionaga tukiwa vitu vilivyo bora. Lakini kulingana na uhalisia wa maisha na kulingana na vile watu wanakaa hapa chini, Sulemani aliamua kuwasifu watu ambao tayari wamesha kufa kuliko watu ambao wako hai. Na nazitoa sababu nyingi za ni kwa nini anawasifu watu waliokufa na sio watu walio hai. Na moja ya sababu ambayo Sulemani anaitoa kwenye kitabu cha Mhubiri ni kwamba anasema hapa chini ya jua hakuna pumziko, hakuna mapumziko, hakuna siku ya kurelaksi, hakuna siku ya kusherekea, hakuna siku ya kukaa umetulia. Yani ukiwa hapa duniani ni mihangaiko na mihangaiko na mihangaiko mpaka ile siku utaondoka. Bwana asifiwe. Amen. Yani uko chini ya jua, umekuja chini ya jua ili uhangaike na uhangaike na uhangaike na uhangaike mpaka ile siku utaondoka. Bwana asifiwe. Jambo jipya chini ya jua hakuna. Yani kila unachokifanya, kila unachokiona kilishafanywa. Hakuna jambo jipya, hakuna starehe nyingine. Kila unayoifanya ilishafanywa. Yes. Haya yote ni taabu na kujilisha upepo. Mstari wa tatu nasema, naam, zaidi ya hao wote nikamuita heri yeye asiyekuwako bado, ambaye hakuyaona mabaya yanayotendeka chini ya jua. Yani Sulemani amewasifia wafu waliokufa na anawasifia wale ambao
bado hawajazaliwa, na anasema ni kwa sababu hawajayaona bado mabaya yaliyo chini ya jua. Kwa chini ya jua ukija kuisoma Biblia hakuna jambo la kustarehe. Kila tunachofanya ni cha kututesa na kutuangaisha. Tuendelee. Mstari wa 4. Tena nikafikiri amali zote. Tena nikafikiri amali zote na kila kazi ya ustadi ya kwamba inatoka katika mtu kupingana na mwenzake, kulingana na mwenzake, hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo. Mstari wa 5. Mpumbavu huikunja mikono yake, naye hula chakula chake mwenyewe. Mstari wa 6. Heri konzi moja pamoja na utulivu kuliko konzi mbili pamoja na taabu na kujilisha upepo. Mstari wa 7. Kisha nikarudi tena na kuona ubatili chini ya jua. Mstari wa 8. Kuna mtu aliye peke yake, wala hana wa pili wake. Naam. Hana mwana wala ndugu. Hata hivyo amali yake haina mwisho, wala macho yake hayashibi utajiri. Basi asema ni kwa ajili ya nani nafanya kazi na kujinyima nafsi yangu mema. Hayo nayo ni ubatili. Naam, ni taabu kubwa. Mstari wa 9. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema akawaangalia wale ambao ni matajiri. Yes. Wale ambao wamefanikiwa. Kuna watu wamefanya kazi, wamefanikiwa, wamepata utajiri, wamepata pesa, lakini wanaanza kujiuliza, hizi pesa ninazozitafuta mwisho wake nini? Na hili ni moja ya swali ambalo unatakiwa ujiulize. Na ukijiuliza hili swali litakusaidia kujua umuhimu wako na sababu yako ya wewe kuwa hapa duniani. Kwamba unapofanya kazi, unapopata pesa, unapopata mali, unapata ili nini? Unapata ili uweje? Unapata ili zikusaidieje? Kwa maana zile pesa tunazofanyia kila siku na zile pesa tunazopata kila siku zinaishia kwenye kula, kwenye kunywa na kwenye kuvaa. Yaani ukipata pesa utaenda ununua chakula ule, ukimaliza kula kile chakula baadaye kitaenda chooni. Ukipata pesa utaenda kununua nguo, ukinunua nguo dakika ya mwisho itaisha, utaenda kuitupa jalalani. Ukipata pesa utanunua gari, ukinunua gari mwisho wa siku ile gari itaharibika, utaenda kuuza kwenye vitu used. Ukijenga nyumba, ukimaliza siku ya kufa ile nyumba unaiacha. Unatafakari habari ya maisha na habari ya kazi na habari ya kila unachokifanya. Hizi kazi tunazifanyaga ndio ili nini? Mwisho wa kazi tunazozifanya ndio ili nini? Mwisho wa pesa tunazopata ndio ili nini? Mwisho wa maisha tunayoishi ndio ili nini? Bwana Yesu asifiwe. Mungu alituumba ili tukamwabudu. Faida yako kubwa hapa duniani ni kumwabudu Mungu. Maana hivi vingine vyote tunavyovifanya vina kikomo, vina mwisho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unaongea habari ya kula vizuri. Kuna watu wanakula mpaka sasa hivi wamemaliza, lakini mwisho wa kula ni kule. Bwana asifiwe. Amen. Mtu aliyekula ugali na mchicha na mtu aliyekula ugali na nyama choma na kukuchoma, kesho yake asubuhi wote wanakutana chooni. Bwana asifiwe. Kwa haimaanishi na ibadilishi chochote. Mwisho wa kila mwenye uhai, mwisho wa kila mwenye pumzi ni kaburi. Na kama ni kaburi, kwa nini tufanye kazi au tuache kufanya kazi? Kazi ni lazima tutafanya ili tuweze kuishi. Amen. Lakini maisha yako wewe kama mwanadamu yana thamani gani? Ulichowahi kujiuliza mwisho wa maisha yako wewe ni nini? Hitimisho lako wewe ni nini?
Kwa maana kazi tutafanya mpaka ile siku tutaondoka hapa. Amen. Pesa tutazitafuta mpaka ile siku tutaondoka hapa. Kama ni kula utakula mpaka ile siku utaondoka hapa. Kila kitu utafanya mpaka ile siku utaondoka hapa. Lakini mwisho wa maisha ya mwanadamu, ni kwa nini Sulemani anasema ubatili mtupu, ubatili mtupu? Kila kilichoko chini ajua ni ubatili mtupu. Anajaribu kumaanisha tusifanye kazi. Anajaribu kumaanisha tusitafute pesa. Anajaribu kumaanisha tusitafute maisha mazuri. Haya siyo anayomaanisha Sulemani. Hamaanishi watu wasitafute maisha. Hamaanishi watu wasitafute kazi. Hamaanishi watu wasifanye biashara. Hamaanishi watu wasijenge manyumba mazuri. Hamaanishi watu wasitamani magari mazuri. No. Ni kutafakari habari ya nafsi yako, habari ya maisha yako, habari ya hatima yako ya maisha yako wewe ya kiroho. Ni nini mwelekeo na ni nini mwisho wa maisha yako kiroho? Amen. Mwisho wako wewe unatarajia kwenda wapi? Kama kila tunachofanya kitaisha, Yes. lakini sisi hatutaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kuna maisha baada ya wewe kuondoka hapa duniani. Amen. Hitimisho lako wewe na la maisha yako wewe ni lipi? Bwana asifiwe. Amen. Tulisoma habari ya kitabu cha Yuda. Yes. Tusoma habari ya kitabu cha Yuda. Tukaona wakati Musa alikufa, Mikaeli malaika mkuu alikuja ili aulinde ule mwili, sawa? Yes. Na Ibilisi naye akaja kulinda ule mwili. Wakashindana habari ya mwili wa Musa. Kwa hii inatufundisha kwamba kila mtu anayekufa mwili wake ulindwa, sawa? Amen. Kwa kama ulifia gizani utalindwa kule. Yes. Kama ulifia nuruni utalindwa na Mikaeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukidondoka kama leo, mwili wako utalindwa na nani? Kwa maana hii ndio hitimisho la maisha yetu wote. Hili ndio hitimisho letu wote. Nafsi yako itaenda wapi? Maana hivi unavyovitafuta hapa duniani vyote utaviacha hapa. Yes. Hivi unavyotafuta hapa vyote utaviacha. Na imaanishi tusitafute. Na tutaacha kutafuta. Tutaendelea kutafuta. Kwa maana tuliumbwa tutafute. Kama tumeumbwa tuteseke, basi lazima tuteseke. Ndio maisha tulioumbiwa. Lakini hatima ya maisha yako ya kiroho ni yapi? Mwisho wako na mwelekeo wako wewe ni upi? Bwana asifiwe. Amen. Namwambiaga tukiwa tumekaa hivi pamoja, wacha kila mtu akuchukulie na kutafsiri anavyokutafsiri yeye, na kuone vile anavyokuona wewe. Lakini kila mtu unayemuona hapa kanisani, kuna mtu A na mtu B. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mama mmoja nilimtengenezeaga vitu, tukasumbuana. Alafu akaniuliza, "Hivi Shayo, unajua upande wangu wa pili wewe?" Sasa hicho ndo tunakitakaga. Kila unayemuona ana upande wake wa pili. Yaani anakuaga na maisha yake yeye ambayo wewe huyajui. Yaani hayo ni yake yeye. Hapa tunaweza tukapiga makofi wote, tukasifu wote, tukarukaruka wote, tukaabudu wote. Lakini kuna maisha ambayo hayatafsiriwi na mwonekano na kile unachokifanya sasa. Hii ni misimamo yako binafsi na maisha yako binafsi ambayo yako ndani yako wewe. Kuna maamuzi yako binafsi ambayo hayafai kubadilishwa na yoyote una chochote. Kuna mwelekeo wa maisha yako ambao unatakiwa ujitengenezee wewe. Bwana asifiwe. Amen. Kila mtu anaweza akakwambia, kila mtu anaweza akakushauri, kila mtu anaweza akakufundisha, lakini kuna maisha ambayo kila mtu anatakiwa ajitengenezee yeye. Yaani ni lazima wewe ujitengeneze kuwa wewe, na sio wewe kuwa fulani. Na kuna maisha mabaya kama maisha ya kuiga, kutaka kuishi kama fulani, kutaka kuwa kama fulani, kutaka kuongea kama fulani, kutaka kuhubiri. Nakwambia miaka ile mimi nilianza kuhubiri, kwa maana nimekokea kwenye semina za Mwakasege, na ndio mhubiri wangu wa kwanza ambaye nilimfollow miaka ile tu natoka kwenye wokovu. Kwa hiyo ndio kama baba wa kiroho ambaye alibeba maisha yangu kwenye asilimia zaidi ya 90. Kwa maana miaka ile naokoka
mimi sikuwa najua kama kuna mhubiri mwingine duniani. Alafu ni kama nilikuwa vibaya nikimwamini tu mtu mmoja. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati nimeanza huduma, kila kitu nikawa ninataka niwe kama yeye. Bwana. Sasa nikienda kuhubiri, naanza kuhubiri kama yeye. Glory to God. Glory to Jesus. Sasa ukisema glory to God, watu badala ya kusema amen wanakuangalia na kushangaa, unaona kama jamaa amechanganyikiwa nini? Yaani, lakini ukienda kwake, glory 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 to God, unaona watu wote wamesimama wamesema amen. Kwa hiyo huyu akifanya kwa sababu hajakopi kutoka kwa mtu, ni original yake, watu wanamuelewa. Lakini mimi ninaye kopi, nikija watu wananiona kama sijielewi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maisha ya kila mtu. Kila mtu anatakiwa awe na original yake. Na original yako sio mara zote uruhusu watu waijue. Bora watu wajue kopi yako, wajue photocopy yako. Mtu akisimama kuambia ninamjua fulani, akianza kuongea habari ya fulani, anaongea photocopy ya fulani, naongea original yake. Aongea uhalisia wa maisha yake. Uhalisia wa maisha yako unatakiwa uwe nao wewe peke yako. Bwana asifiwe. Amen. Na habari ya uhalisia wa maisha tunaoongelea hapa leo ni huu, kwamba kila tunachofanya kitaisha. Kila unachofanya kina kikomo. Yes. Sasa uhalisia wako wewe wa maisha yako ya kiroho na mahusiano yako wewe na Mungu wako yako je? Sisi tuko hapa tunamwabudu Mungu wote. Sisi tuko hapa tunamuomba Mungu wote. Sisi tuko hapa tunamuita Mungu wote. Lakini parapanda ikiita sasa hivi, una uhakika kwamba utachukuliwa? Mwanzo nikuuliza, ukianguka sahi hapa, mwili wako utalindwa na nani? Sasa nakuuliza, parapanda ikiitwa leo, kwenye uhalisia wa maisha yako nao jua, utakuwa miongoni mwa wale wanaoenda. Bwana asifiwe. Amen. Soma ile mstari ya pale chini nikienda kumaliza. Mstari wa 9, mstari wa 8. Kuna mtu aliye peke yake, wala hapana wawili wake. Naam, hana mwana wala ndugu. Hata hivyo, mstari wa 9. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Maana wapata ijara njema, wapata ijara njema kwa kazi yao, kwa kazi yao. Mstari wa 10. Wa 10. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake. Lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Mstari wa 11. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja aliye peke yake awezaje kuona moto? Mstari wa 12. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga. Wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Mstari wa 13. Heri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu. Mstari wa 14. Kwa maana kutoka gerezani alikuja kumiliki. Naam. Hata katika ufalme wake alizaliwa hali ya umaskini. Mstari wa 15. Nikawaona wote walio hai waendao chini ya jua, ya kwamba walishikamana na huyo kijana, huyo wa pili aliyesimama badala ya yule. Mstari wa 16. Hawakuwa na kikomo hao watu wote, hao wote ambao walikuwa juu yao. Lakini hata hivyo wale
wale waufuatao baada yake hawatamfurahia. Hakika hayo pia ni ubatili na kujilisha upepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema heri wawili kuliko mmoja, lakini hitimisho anahitimisha kwa kusema hayo yote ni ubatili na kujilisha nini? Upepo. Kwa hiyo maisha tunayoishi hapa duniani, kila starehe tunayofanya, kila kitu tunachofanya, hitimisho lake ni ubatili na kujilisha upepo. Yaani ni kumaanisha kila tunachokifanya kina kikomo chake. Yes. Kila tunachokifanya kina mwisho wake. Yes. Kila tunachokifanya hatutaenda nacho. Yote tunayoyafanya hapa duniani ni ubatili na kujilisha upepo. Kusema ni ubatili na kujilisha upepo haimaanishi watu wasifanye kazi. Haimaanishi watu wasile na kunywa. Yes. Haimaanishi watu wasiwe na kuolewa. Haimaanishi watu wasijenge na kupanda na kulima. No. Lakini ni kutafakari habari ya maisha yako wewe ya kiroho. Ni kutafakari habari ya maisha yako wewe ya kiroho. Ni kutafakari habari ya mwelekeo wako na siku yako ya kesho. Bwana asifiwe. Amen. Unajua saa zingine inakuwaga ni vigumu sana kwa kijana kama mimi au kama nyie kuanza kuwaza habari ya kifo. Yaani kwenye miaka niliyoko bado kuwaza kifo ni mbali sana. Bwana asifiwe. Amen. Au miaka uliopo. Lakini mzee wa miaka 60 na 70 wakishaanza kufikisha miaka 60 wanafikisha kwenda 70, kama wa 70 kuendelea, hawazagi kitu kingine. Na ndio maana hata yule mtu ambaye umri umeenda, mtu akishafikisha miaka 60 anaenda miaka ya juu, mpaka story huwa zinabadilika. Ukikutana na kijana kwanza miaka 25 mpaka miaka 45 au 55, mara nyingi akili ya watu kwenye umri huwa inawaza maendeleo, nyumba nzuri, kula vizuri, yani huwa wanawaza tu ya maisha ya hapa. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo miaka huwa wanawaza tu maisha ya hapa. Niwe na kanyumba kazuri, kagari kazuri, kamke kazuri, kamume kazuri, hivyo tunawaza hapa. Lakini miaka 40, miaka 60 kuendelea juu, wao wanawazaga kifo. Yaani story zao miaka 60 kwenda juu, fulani alikufa, fulani aliumwa kapa. Yaani miaka imeenda, imefika lala salama, ni dakika za mwisho. Kwa wanawaza vile wataondoka hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Biblia inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja zile siku zilizo mbaya. Kuwaza habari ya Mungu si mpaka tufike uzeeni, si mpaka tuone tunakaribia kuondoka, si mpaka tuone tuko dakika ya mwisho. Unatakiwa uanze kumtafakari Mungu kuanzia leo, kuanzia dakika hii. Uanze kutafakari habari ya Mungu, uanze kutafakari habari ya wema wa Mungu, uanze kutafakari habari ya maisha yajayo. Bwana asifiwe. Amen. Unapojizoesha ile, itakutengenezea msingi mzuri. Maisha yako hivi, kila anayepitia changamoto inapokuja kwenye maisha yako, kile kinachokujaga kwenye moyo wako cha kwanza ni kile ambacho umekuwa kikiwaza kwa miaka mingi na kwa muda mrefu. Ngoja nikupe mfano mrahisi utakusaidia nikimaliza. Leo hii wale ambao tunafanya kazi, tumeajiriwa, na wale ambao tuna ofisi zetu, zile kazi tunazozifanya zikiisha ghafla, alafu malize mwezi wa pili, miezi 6, mwaka ukiwa una kazi uko nyumbani. Sikiliza, kila mtu atachukua hatua kulingana na huku nyuma alikuwa anawaza nini. Kwenye hichi kipindi cha majaribu, mtu ana kazi, kuna watu watazunguka kwenye makanisa wakienda kutafuta maombi. Kuna watu wataenda kwa waganga wakienda kuchanjwa. Bwana asifiwe. Amen. Ni kulingana na upeo na uwezo na akili za mtu. Ukiona mtu ameenda kwa mganga, si akili ana. Akili yake masaa mengi
ilikuwa inawazaga kule ndio kuna msaada. Ukiona mtu ameenda maombi, ni kusema akili yake masaa mengi ilikuwa inawazaga kule ndio kwenye msaada. Na haya ndio yale tunaita original ya maisha ya mtu. Hapa ndo tunaupata uhalisia wa maisha ya mtu. Huyu mtu yukoje? Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamjua mtu vizuri wakati yuko kwenye shida sana au wakati yuko kwenye raha sana. Mtu akiwa kawaida hauwezi ukamjua vizuri. Mtu akiwa kwenye shida sana au mtu akiwa kwenye raha sana ndio unaweza ukapata original ya mtu. Bwana asifiwe. Na original yako na original yangu tunatakiwa tuwe ni watu ambao wakumwaza Mungu, wakumtafakari Mungu, wakumfikiria Mungu na kwa kumfanya Mungu kuwa kimbilio na tegemeo na msaada wetu wakati wote. Kwa maana mengine yote ni ubatili na kujilisha upepo. Bwana asifiwe. Mwambie jirani, mengine yote ni ubatili na kujilisha upepo. Alafu muulize yeye original yake ni ipi? Ni Mungu au shetani? Au ni hivi vya hapa duniani? Unajua kuna mtu ambaye original yake ni ya maisha hapa duniani. Unajua kuna watu ambao wale tunawaitaga wapagani. Yaani wao kanisani hawapogo na kuzimu wapogo. Unajua kuna watu wanaishiki hata shetani mwenyewe na Mungu akiangalia na wacheka. Yaani hayuko kwa Mungu na hayuko kwa shetani. Yeye yukogo tu. Yaani original yake kila kitu kijilete chenyewe. Ndio wala anakontroliwaga na mizimu ya kwao. Ikisema lala njaa utalala. Ikisema pata pesa utapata pesa. Sasa ubaya wetu wengi ni wale zile family tulizotoka ni mbaya. Huo ndio ubaya. Ni zile family ambazo miungu ya kwetu haiongeagi mema. Inaongeaga tu mabaya. Na ndio iendelee kukusaidia lazima ukaiabudu na kuitumikia na kuisujudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka ni hitimisha kwa kusema kuwa original wa mtu ambaye anamjua Mungu na kumpenda Mungu na kumwabudu Mungu. Haya mambo mengine yote ni ubatili na kujilisha upepo. Kila unachokiona kinapita. Hata wewe mwenyewe unapita, lakini nafsi yako ina maisha baada ya maisha haya. Simama kwa miguu yako wakati praise wanaenda kutuletea pambio la kumwabudu Bwana.